الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يليق بذاته، حمدا لا تعد ولا تحصى، له الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusieni nikiwa mwenye kuhusia nafsi yangu kwanza kabisa juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, lengo la juu kabisa la ibada zote tunazozifanya ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio kima cha mwisho kabisa cha kuweza kuwa wenye kufuzu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu amebainisha suala la kumcha yeye pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa nyie saumu kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwepo kabla yenu, ili muweze kuwa wacha Mungu. Picha inaonyesha kwamba ucha Mungu ndio kima cha mwisho kabisa ambacho Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tukifikie kwa ajili ya kufuzu na kuingizwa peponi insha Allah. Ucha Mungu ni kitu ambacho waliishi maswahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakijishughulisha sana na wakipambana kwa hali na mali juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na kufikia daraja la juu la ucha Mungu, hali ambayo hata wengine walibashiriwa pepo ila hali bado wapo hai duniani. Ucha Mungu ni kitu kilichowashughulisha asalafu salihin waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karne tatu zile baada ya Mtume. Salafu salih, waja wema wale waliotangulia, walishughulishwa na ucha Mungu. Sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja kati ya maswahaba wake wakubwa na khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib, katika kutafakari na kuangalia ucha Mungu, basi akaibuka na fundisho kubwa kwetu sisi, na kuzingatia kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuita Ali kwamba babul ilm, mlango wa elimu. Akizungumzia ucha Mungu, Ali ibn Abi Talib alisema wa khawful jalil wa amal bil tanzil wa isti'dad li yawm ar-rahil wa ridwa bil qalil. Akauzungumzia ucha Mungu kwa kuelezea kwamba ucha Mungu upo katika mambo manne: khawful jalil, kumwogopa mtukufu ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uoga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala; wa amalu bitanzil, na kufanyia kazi vile vilivyoshushwa na Mwenyezi Mungu ambavyo ni vitabu vyake, ikiwemo kitabu chake cha mwisho kabisa Qur'an tukufu, kitabu chenye kukamilisha yote yaliyotangulia; wa isti'dad al-yawm ar-rahil, na kujiandaa kwa siku ya kuondoka. Ndugu zangu, iko siku hatutokuwepo tena hapa duniani, au iko siku ambapo roho zetu zitatolewa. Al-mautu ma'un kullu wahidin sharibun, umauti ni maji ambayo kila mmoja atakunywa. Kwa hivyo ipo siku ambapo tutafariki. Kwa hivyo isti'dad yawm ar-rahil ni muhimu, kujiandaa kwa siku hiyo ya kuondoka itakapofika. Waridha bil qalil, na kuridhika kwa kidogo kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa ameturuzuku. Hivyo hayo manne ndio katika uchambuzi wa mwanazuoni mkubwa, msomi, mlango wa elimu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwita Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha,
ambaye pia ni mkuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ucha Mungu katika tathmini na utafiti aliyofanya anatufundisha kwamba ucha Mungu unakuwa katika mambo hayo manne. Hivyo ndugu zangu, katika hali hiyo ambayo tunaona watu ambao tayari walikuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini wakijishughulisha kutafiti kuhusu ucha Mungu na kupambana na kujishughulisha kuhusu ucha Mungu, sisi ambao hatuna lolote mbele ya Mwenyezi Mungu, inabidi sana sisi tujitahidi mno, tupambane mno, tutumie fursa kama hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea wazi kwamba ametupa fursa ya kufunga, kwamba ili tuweze kuwa wacha Mungu. Tusizembee katika fursa ambazo Mwenyezi Mungu anatupatia. Ndugu zangu, tupo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama nilivyosema, na mwezi huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiuelezea anasema kwamba awwaluhu rahma, mwanzo wake ni rahma, ni huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa awsatuhu maghfira, na katikati yake ni msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa akhiruhu atqu minan nar, na mwisho wake ni kuokolewa kutoka katika moto wa Jahannam. Mwezi wa Ramadhani unakuwa ima siku 29 au siku 30, kwa vyovyote utakavyokuwa, kwamba makundi matatu ya masiku hayo, kila kundi lina jambo lake. Kundi la kwanza ambalo tayari tumelimaliza ni rahma, kuna huruma ya Mwenyezi Mungu, na tunamwomba sana Mwenyezi Mungu basi atupe huruma yake katika masiku hayo ambayo tayari yameshakwisha. Kundi la rahma limeshapita na hatujui kama tutalifikia. Hakuna anayejua kwamba mwakani atafika na atakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo cha kufanya ni kuomba sana Mwenyezi Mungu kwamba rahma hii ambayo imepita, basi Mwenyezi Mungu atupe yaliyokuwa mazuri, atupe huruma yake kubwa. Sasa hivi fursa ambayo tunayo, tupo katika 10 la katikati. 10 la katikati ni 10 la msamaha, awsatuhu maghfira, katikati yake ni msamaha. Tumo katika 10 la msamaha. Kwa kuwa nafasi tunayo ndani ya 10 hili kwa sasa, basi tujitahidi sana tuweze kupambana ili kuweza kufanikiwa, ili kuweza kutoka na tija ambayo imo ndani yake kwa ajili ya maslahi yetu makubwa, mapana na mazuri. Ndugu zangu, uwepo wa makumi haya matatu tofauti na mwisho likawepo 10 la atqu minan nar, kuokolewa na moto wa Jahannam, ni kwamba yote yanaenda sambamba, yanakwenda pamoja, ndio lile la mwisho liweze kukamilika. Inatakiwa mtu ujitahidi katika 10 la kwanza upate rehema za Mwenyezi Mungu. Ukishapata rehema za Mwenyezi Mungu, kwa maana tayari upo ndani ya huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa ujikite katika 10 la katikati, kuomba sana toba, kuomba maghfira. Na baada ya hapo sasa hayo mawili yakienda sawa sawa, ndipo sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe akipenda, basi inakuja ile atqu minan nar, kuepusha na moto wa Jahannam. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe waja wake ambao watatuepusha na moto wa Jahannam. Ndugu zangu, wanazuoni wanatuambia kwamba toba ni jambo la lazima kwa kila dhambi. Kila linalotokea mwanadamu anatakiwa, anayokuwa amelifanya kimakosa, anatakiwa aombe toba, aombe maghfira, aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kujua hali zetu, mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kukosea na mbora wenye kukosea ni yule mwenye kutubia. Kwa hivyo sisi tuna mapungufu, sisi hatuna ukamilifu, sisi ni madhaifu. Kama hilo liko hivyo, basi toba ni kitu ambacho inabidi tujitahidi mno kufanya toba, kufanya istighfar kwa Mwenyezi Mungu. Na sikwambii katika hali ambayo jambo hilo la toba limewekewa muda maalum, limewekewa masiku maalum kama haya ambayo tumo ndani yake. Kwa hivyo ni fursa kubwa na ni nafasi nzuri sana ya kuitumia katika kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kila hali sisi hatuna ukamilifu wa 100%. Sisi tuna madhaifu na tuna mapungufu. Kwa hivyo tusiwache kutubia, tusiwache kuomba msamaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa yeye ameshasamehewa madhambi yake yote, lakini kwa siku alikuwa anaomba istighfar mara 100 kila siku. Sasa sisi ambao hatuna msamaha wote ambao umekuwa guaranteed kwetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunatakiwa kama mtume alikuwa akifanya mara 100, basi tufanye zaidi ya hapo. Kwa hivyo wanazuoni wanatuambia kwamba toba ni jambo la lazima kwa kila dhambi.
Ama ikiwa dhambi iliyofanyika ni baina ya mja na Mola wake, haiingiliani na haki ya mtu mwingine, basi kutakuwa na kwanza. La pili, kujuta kufanya tena hayo maasi, na la tatu, kuazimia kutorudia tena kosa lile milele au kamwe. Likosekana sharti moja, toba inakuwa haitoshi. Hiyo ni kwa mujibu wa miongozo au kutokana na research na tafiti ambayo wanazuoni wetu wamefanya, na miongozo waliotupa ni hiyo, na wao wanafanya hivyo kwa kufuatilia vigezo vyetu vikubwa ni Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo wanafanya hivyo, wanatohoa mambo hayo kwa kuwa tayari wanakuwa wamepita katika vile vigezo mama vyenyewe Qur'ani wa Sunna. Na Qur'ani inatuambia kwamba ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi mlioamini tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba ya ukweli, toba ambayo sio ya kurudia tena. Kwa hivyo wanazuoni wamejengea kutokana na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kauli nyingine nyingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwepo masiku haya isiwe sababu au namna ya kujifanya sisi kwamba kumbe kuna masiku ya kutubia, kwa hivyo tunatubia, na baada ya hapo mtu anafanya tena makosa kwamba kutakuja masiku mengine mtu atatubia. Uwepo wa masiku haya ni kwamba tufanyie toba nasuha, toba ambayo hatutarudi nyuma, hatutafanya tena yale tuliyoyakosa. Iwe ikitokea kwa udhaifu wetu, labda yametokea mengine tumekosea, hilo ni jambo lingine, lakini yale ambayo tulikosea tusirudi huko tena. Tukifanya hivyo tutakuwa tumekosea, na Mwenyezi Mungu hatutaki tufanye hivyo. Ndugu zangu, katika mtiririko wa miongozo ya toba tunaambiwa kwamba kama dhambi iliyofanywa itakuwa ina mafungamano na mwanadamu, sharti moja inabidi liweze kuongezeka. Katika hayo matatu niliyosema, moja inabidi liongezeke, ambalo ni kumrudishia uliyemkosea, yani kwenda kumuomba msamaha uliyemkosea. Kuna makosa ambayo tunakuwa tumemkosea Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kuna makosa ambayo tumemkosea mwanadamu mwenzetu, basi ni vizuri pia inatakiwa kumuomba msamaha. Muomba msamaha huku ukitubia kwa Mwenyezi Mungu, na muombe msamaha yule ambaye umemkosea. Ndio utaratibu ambao tunafundishwa. Ndugu zangu, toba ni maamrisho maalum ambayo leo hii sisi tunafundishwa na tunatakiwa tufanye, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mafundisho ya kuomba msamaha amewafundisha mitume wake. Na kama nilivyogusia, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha na kutuonyesha juu ya kutubia pale ambapo alikuwa akifanya istighfar mara 100 kila siku. Na katika kusisitizwa zaidi tunaambiwa kwamba ya ayuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi yawmi 100 marra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yeye mwenyewe kwa kauli yake, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubini kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu, namtakeni maghfira, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, mimi natubu kwa Mwenyezi Mungu mara 100. Mtume anatuambia hayo. Na kama nilivyosema, mwongozo wa kuomba msamaha au mafundisho ya kuomba msamaha Mwenyezi Mungu ameyatoa kwa mitume wake. Tunamwona Nabiiullah Nuhu alayhi salam akitoa ripoti ya kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwelezea hali iliyokuwepo kwa kaumu yake katika ujeuri na ubishi waliomfanyia watu wake, pamoja na kuelezea na kuelekeza mengi juu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumcha na kumtii. Pamoja na yote waliofanya kinyume cha maamrisho, aliwalingania waombe msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwaambia. Nabii Nuhu alifanyiwa vitimbi vingi na watu wake, vitimbi vingi mno, na alifanya mambo mengi kwa sababu yeye aliishi umri mkubwa, muda mrefu mno. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapewa utume akiwa na miaka 40. Kwa hiyo amekaa na utume miaka 23 tu. Lakini Nabiiullah Nuhu alayhi salam aliishi miaka 1000 kasoro 50, miaka 950. Kwa hivyo hebu jaribu kupiga picha, vuta taswira na muda gani mrefu aliyokuwa nao katika kuwalingania na kuwaelekeza watu wake. Ni muda mkubwa mno, lakini pamoja na muda mrefu mno huo ambao sisi vizazi vya sasa hivi hatuwezi kufikia, lakini watu wale walifanya ujeuri. Muda unapokuwa mrefu sana,
hakuna shaka kwamba hata maelezo au mafundisho yanayotolewa basi yanaingia kwa kina kwa wale wanaoelezwa. Asipoelewa mtu kwa muda fulani, lakini baadaye itaelezwa, yatarudiwa, baadaye ataelewa. Lakini pamoja na urefu wa muda, pamoja na muda mrefu sana umri aliyompa Mwenyezi Mungu na mtume wake Nuhu alayhi salam, watu wale hawakuweza kumwamini, wakawa wakiongeza, jeuri yao ikiongezeka siku hadi siku. Lakini pamoja na yote hayo, tunaambiwa kwamba Nabii Nuhu aliwaambia watu wake, akasema, na hii ripoti sasa anampa Mwenyezi Mungu wake. Mwenyezi Mungu amenukuu katika Qur'an tukufu katika sura Nuh, anasema kwamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikawaambia muombeni maghfira Mola wenu, kwani yeye ni mwenye kusamehe. Pamoja na jeuri yote mliofanya, uasi wote mliofanya, lakini astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, muombeni msamaha Mola wenu kwa sababu yeye ni mwenye kusamehe sana. Yursilis samaa alaykum midrara, na katika kuomba msamaha huko basi kuna natija inapatikana. Kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, upande mwingine ni dua kubwa sana. Sio kwamba unaomba tu hivi, lakini ni dua. Pale Mwenyezi Mungu anapokubali msamaha wetu, basi kuna kitu fulani pia anatufanyia. Na hiyo ni kwa ushahidi huu wa Nabii Nuhu alayhi salam, anasema yursilus samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu anawashushieni mvua kama tunavyosikia mvua inashuka huko, na ambayo mvua hii isipokuja tunafahamu vilio tunavyokuwa navyo. Sisi wenyewe mwaka huu tumekuwa katika hali ya shida kidogo. Kwa hivyo mvua isipokuwepo inakuwa swala lingine gumu mno. Kwa hiyo Nabii Nuhu anawaambia muombeeni msamaha. Mkifanya hivyo basi Mwenyezi Mungu atawashushieni mvua kutoka mbinguni, maji yatashuka. Wa yumditukum bi amwalin wa banin, si hivyo tu, atawapeni watoto, vizazi vilivyokuwa vingi, na atawapeni mali nyingi. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anharan, na atawajalieni mabustani yaliyokuwa makubwa kabisa yaliyonawiri, na vile vile atawajalieni mito. Mmeweza mkaona mito lakini imekauka, haina maji, lakini mito ambayo itakuwa imependeza, imesheheni vizuri maji, na mito ambayo itakuwa yenye manufaa makubwa kwa maisha yao. Hiyo ni kauli ambayo Nabii Nuhu alayhi salam alikuwa anawaambia, kawaambia watu wake. Na huo ni mmoja kati ya mifano ambayo Mwenyezi Mungu amewaelekeza mitume wake wengi juu ya kuongoza au kufundisha au juu ya swala la kuomba msamaha. Kwa hiyo ni swala mtambuka ambalo inabidi tujikite nalo, na kujikita nalo ipasavyo katika muda kama huu, muda maalumu ambao umetengwa kwa ajili ya maghfira, ni jambo ambalo litakuwa na faida kubwa sana kwetu sisi. Ndugu zangu, nini basi nafasi ya yule aliyetubu toba ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yule ambaye ametubu kwa Allah toba ya kweli ambayo imefuata masharti ya toba kama tulivyozungumza mwanzoni mwa hotuba hii, ambayo ni kuacha maasi, kujuta kufanya tena mambo mabaya ambayo yameyafanya, kuazimia kutorudia kufanya tena kosa lile lile milele, na kama itakuwa kosa lilofanya mtu kama kumkosea mwanadamu mwingine au kosa lenye mwingiliano na mwanadamu katikati, basi kumuomba pia msamaha yule ambaye amemkosea. Ikiwa masharti haya ya toba yamekamilishwa ipasavyo, hivyo aliyetubu ametubu toba ya kweli, basi Mwenyezi Mungu amelibainisha hiyo na amebainisha nafasi ya huyo aliyetubu toba ya kweli katika aya ya 112 ya sura Toba, pale aliposema at-taibuna al-abiduna al-hamiduna. Anaanza Mwenyezi Mungu kwa kutaja makundi ya watu waja wake waliofanya mambo mbalimbali mazuri. Wa kwanza kabisa anasema at-taibuna, amewataja wengine ar-rakiuna as-sajiduna, lakini kwa kuwa sisi tunalenga katika kutubia, huyu wa kwanza, na ameanza kumtaja wa kwanza yeye, wale wenye kutubia at-taibuna. Wote amewataja, mwisho wake nini? Anasema wabashiril mu'minin, ni kwamba anasema kwamba wabashiriwe imani, kwamba tayari hao katika hayo waliofanya basi wanakuwa waumini wa kweli. Mtu ukitubia kikweli kweli, basi nafasi yako unakuwa muumini wa kweli. Hiyo ni kwa mujibu wa mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, lililokuwepo kwetu sisi hususan katika kipindi hiki na katika umri wetu na maisha yetu yote, kwa sababu kama nilivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitubia kila siku mara 100, lakini kwa upekee wa kipindi tulicho nacho
tujitahidi mno kufanya toba, usiku na mchana tufanye toba, pamoja na mambo mengine tutakayoyafanya na ya muhimu ya kuyafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini tutumie nafasi ya masiku haya ya toba ambayo yakitokea kuyapata tena huwa ni ngumu mno. Kuna tukio unaweza ukalifanya labda ukafanikiwa kulirudia, matukio mengine ya kawaida, lakini pia nayo ni kwa bahati. Ukweli ni kwamba tukio lolote linapotokea, kupata nafasi ya kulirudia, kulifanya tena ni siri kubwa ambayo alionayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwepo wetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika mwaka wa 1446 Hijiria ni nafasi ya aina yake ambayo Mwenyezi Mungu ameamua kutupatia. Kuna wengi miongoni mwetu, ndugu zetu, jamaa zetu ambao tulifunga nao mwaka jana, lakini mwaka huu hawapo. Si kwamba wao Mwenyezi Mungu aliwachukia, lakini hapana, ratiba ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapangia wao wenzetu ilikuwa imefika, ratiba ya kuondoka hapa duniani. Kwa bahati sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tumekuwemo, na huenda labda ratiba yetu bado kidogo haijafika, tumeweza kuwemo na kufaidika msamaha wa Mwenyezi Mungu baina ya Ramadhani moja na nyingine, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ramadhani ila Ramadhani kafaratun lima bainihima. Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine hufuta madhambi yaliyokuwepo kati ya Ramadhani hizo mbili. Kwa hivyo uwepo wetu katika mwezi huu wa Ramadhani iwe ni fursa nzuri mno, fursa ya dhahabu ambayo hatupaswi kuichezea wala kuipoteza hata kidogo. Tutumie kila namna ya jambo inavyowezekana ili tuweze kufaidika na fursa hii ya kuwemo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama kuna wengine walikuwepo mwaka jana, mwaka huu hawapo, mimi na wewe hatujui kama mwakani tutakuwepo. Kama hilo liko hivyo, basi mwaka huu ambamo tumo ndani ya Ramadhani tufanye kila namna ya jitihada ili tuweze kupata yale yaliyokuwa mema na mazuri na ambayo yatatusaidia na kutufaidisha kesho siku ya Kiyama. Masiku haya 10 ya msamaha tuyatumie vizuri. Tuombe sana msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masiku haya yawe ndiyo fundisho au chuo kwetu, tuishi katika maisha aliyoishi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kila siku mara 100. Baada ya kuyafanya haya ndani ya masiku haya 10, basi liwe ni jambo lenye mazoea kwetu sisi kwamba baada ya Ramadhani tujitahidi sana kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama nilivyoeleza, toba haishi kusamehewa tu, lakini inaishia kuleta jambo zuri mbele yake. Toba inakuwa kama pin. Mtu anapokwenda katika mashine ya pesa katika benki, basi anakuwa namba yake maalum ya siri, anaiweka ile ndio aweze kufanya miamala yake. Sasa muamala wa sisi kuweza kupata mazuri, kufanikiwa na kupewa na Mwenyezi Mungu ni kufanya toba, kufanya istighfar. Tunatakiwa tuwe wasafi, ndio ambao sasa Mwenyezi Mungu aweze kutukubalia, aweze kutupatia yalikuwa mema, yalikuwa mazuri, kwa kama ambavyo tunatamani tuweze kupata mambo hayo. Kwa hivyo namba hii ya siri tusikose kuitumia, tusikose kuifanyia kazi. Hii ndio pini maalum sasa ya kuyaendea yale ya mbeleni yenye mafanikio ambayo tunatamani kuyapata katika mambo mazuri, sio mafanikio katika mambo ya haramu. Ala wa sallu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعلنا تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا ومعصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.